Yes, it's another time. Jina langu ni Christopher Josephat, kama kawaida The Bees. Ndani ya The Podcast leo niko na mlimbwenda mrembo Jojo, Dolly Jojo. Mambo vipi Jojo? Poa vipi? Safi. Kwema kabisa. Umewaka mwenye two pieces. Au ndio winga wa Kariakoo? Kwa sababu ninachojua mimi wasichana ambao wana two pieces wengi ni mawinga. Hapana, mimi sio winga. Nimeamua tu kuvaa hivi. Unavalishwa na mtu labda? Navalisha mwenyewe. Unavalisha mwenyewe. Sasa Jojo, katika maisha unavyoona sasa hivi, unadhani ni kwamba wewe uko TikTok sana sana. Unadhani kwamba TikTok ni sehemu halisi ya kupata mahusiano? TikTok? Hapana. Kwa nini? Sidhani kama ndo sehemu halisi. Mimi ninavyoamini mahusiano sio kwamba iwe TikTok ndo sehemu halisi ya kupata mahusiano. Uongo. Wewe bwana wako ulimpatia wapi wa kwanza? Bwana wangu wa kwanza? Bwana wangu wa kwanza nilikuwa nakaa naye mtaa mmoja. Unajua kupenda mwanamume ambaye yuko TikTok? Nimeshawahi kupata, nikadate naye. Ikawaje? Mambo mengi, yani wakaka wengi wa TikTok huwezi kujua yupi mkweli, yupi ni muongo. Kwa sababu wote wanakuja njiani hii moja. Bwana mimi nimekupenda, wewe ni mzuri. Kaka TikTok wakija kukupangilia, utaamini siku akibadilika. Ulipita station gani siku kwenye mkaka wa TikTok? Ulipita station kusema sitokuja kudate watoto wa TikTok tena? Nimepitia situation nyingi sana. Mimi unavyoniona hapa, unaweza kabisa unajua zile DM wanachati, tunaita tuna streak. Ukakuta chatting kabisa, unaona huyu mtu mbona kama anadate naye. Anakuja kwambia mna ni streaker. Sio na nini? Yaani in short is huwezi kujua yupi ni mkweli, yupi ni muongo. Alikufanyia tukio gani yule ambapo ulisahau? Yaani kila aliyeshoot naye, maana mimi na date na content creator. Kila aliyekuwa na shoot naye ni lazima apite naye. Na akipita naye naacha kushoot naye. Mara ya mwisho kabisa nilipokuja kugundua kwamba yule anayeshoot naye, ana date naye, mimi ndo nikajitoa. Kwa sababu mimi mwanzo kwa mimi najitoa, baadaye tunarudiana. Unajipeka mwenyewe? Mara nyingi kwa ananiombaga msamaha. Au inatokea tu alikuwa na rafiki yake. Wewe rafiki yake anasema bwana msameane aishe, yanaisha. Kwa hivyo, kwa kaka TikTok huwezi kujua yupi mkweli yupi muongo. Unajua kumchiti mpenzi wako kipindi kwenye mahusiano naye? Yule mkaka? Kwa kweli yule mkaka sijawahi kumchiti. Sijawahi hata kidogo. Kwa sababu ni mtu ambaye sijui nilimpenda afu nikampa nafasi pia. Yaani nilikuwa nipo tayari kufanya chochote kwa ajili yake. Anaweza kanikosea yeye, kesho mimi nikamwomba msamaha. Au akakosea yule mkaka akawa na mambo ya ajabu. Anaweza kanikosea yeye, nikamuuliza afu mimi ndo nikalishwa block. Ila mara ya mwisho mimi ndo nikamblock, nilijikuta tu moyo unaachia. Hivyo. Kuonga kwenye mahusiano unachukuliaje? Watoto wa kike wanaonga sana siku hizi kuliko wanaume. Mimi nahisi mtoto wa kike kupenda, sidhani, yani akiwa nacho sio kwamba anaonga. Akiwa nacho atampa, akiona mpenzi wake hana. Kwa sababu kwa mimi hapa siwezi kudate na mtu ambaye sijui mfuko wake. Kwa hiyo mpaka hadi na date na wewe, maana yake najua leo unacho leo huna. Kwa hiyo kama mimi ninacho siku hiyo wewe hauna, nitakupa. Ni mambo ya kawaida siku hizi mbona. Wewe unaonga? Sio naonga. Ushawahi kuonga? Sijawahi kuonga, ila nishawahi kuonga kwa sababu kwa nakupenda. Ulimpa nini? Kitu ambacho nishawahi kumpa yule mtu, nilimnunulia tu vitu vya ndani. Baadhi hata sio vingi. Vitu vya ndani maskini. Okay, kuna mahusiano mkishaachana mnanyang'anyana vitu, wanaume wananyang'anya. Wewe wanawake wananyang'anya vitu unaonaje? Ni vitu. Siwezi kusema kwamba nawaonaje kwa sababu na mimi nishawahi kumnyang'anya vitu. Tumeachana. Mimi nimemblock kimya kwa sababu ya mambo yake. Afu vile vitu nilikuwa nimemnunulia, akawa ananitangaza kwa watu kwamba mimi vile vitu nilikuwa namuhonga ili anipe penzi, kwamba mimi naelewa. Naelewa. Naelewa mikiki yake. Kati ni kitu ambacho sio kweli. Nilimpa tu kwa upendo, aliniambia sina hichi na hichi nikampa. Kwa hiyo mimi kiliniuma, mimi nimedanganya kwetu nimepewa hela na kununulia kitu afu baadaye unakuja kusema kwamba eti nilikuonga ili unipe penzi kwa sababu wewe unajua show.
Tena bora angekuwa anaongea kwa watu kwenye social media live, hicho kitu sikukipenda. Kwa hiyo nikaendaga nikachukua vitu vyangu. Kamnyang'anya. Kamnyang'anya. Matarumbeta juu, nasikia wenda matarumbeta, vigoma, watu wakajificha ndani. Hapana, sikuenda na matarumbeta. Watu wewe. Sikuenda na matarumbeta, nilikuwa nipo tu na mdogo wangu. Yeye ndo alitaka mambo yawe mengi. Mimi nilipofika pale akasema hawezi kutoka mpaka anko wake atoke. Mimi nikamwambia aje, anko wako atoke vipi, ni kitu kitendo chochote cha kutoa vitu vyangu niondoke. Mara mwenye nyumba akapigiwa simu na wale majirani zake, mara mwenyekiti. Mambo yeye ndo alitaka mambo yawe mengi. Kwa sababu sisi tumefika pale saa 5, anakuja kufungua mlango saa 9. Paka anko wake sijui ndo anko wake alikuja tena na watu. Sijui alikuja nivyo kaka hivi viuni. Kwa hiyo alitaka mambo yawe mengi. Mimi nilienda tu na mdogo wangu. Mkachukua vitu vyenu mkaondoka. Bora tukichukua, tulizozana kwanza mpaka mwenyekiti kashirikishwa, baadaye mwenyekiti akamwambia itakuja kuwa aibu, mambo ya ajabu. Kwa hiyo fanya tumpe mdada vitu vyake aondoke. Na bro wangu akapigiwa simu. Kwa hiyo yule anko wake alipokuja, anko wake ni mtu ambaye anapenda sana mabavu, kwamba yani kila mtu anamweza. Kwa hiyo baadaye mwisho wa siku akatoa vitu vyangu, mimi nikaondoka. Kwa hiyo ukisema tuzungumzie kwamba eti wadada wanaonga afu wanarudishwa, sijui wanachukua vitu vyao tuwachukulieje? Mimi mwenyewe nimo humo. Kwa hiyo nitajichukulieje? Nikuuma. Ili niuma kwa sababu mimi nakupa kitu kwa upendo afu unaenda kuambia watu na kuonga ili unipe penzi. Wewe alielewa show. Ukatoa vitu. Marafiki wasichana wengi hasa TikTok, marafiki wamekuwa wakizozana, wakitukanana. Ni marafiki asubuhi, baada ya siku 3 wanatukanana TikTok, wanafungana live. Kwako hiyo situation ushapita nayo? Nishapitia. Mimi hapo The Biz unaponiona, nishawahi kuwa na rafiki yangu. Ushawahi kuwa na rafiki ambapo yani kitu chake ni cha kwake, cha kwako wewe kabisa hivi kama ndugu mpaka tulikuwa tunakaa sehemu moja. Mimi rafiki yangu tunalala pamoja, tunaamka pamoja hivyo. Mimi hapa nikiwa na hela ya kula natoa, tutakula wote, ila yeye akiwa na hela ya kula utaiona imepitia wapi. Tulikuja kugombana kitu kimoja. Afu marafiki wa TikTok sio watu wa kuamini, nimekuja kuamini sio watu wa kuamini. Mtu ambaye umekutana naye TikTok, mimi ngoja naweza nikadisia kidogo. Yule msichana alinitafutaga, tukaanza kuchat, tunaunganishwa na brother yangu. Walikutafuta TikTok? TikTok akaanzaga kunichatisha. Baadaye tukawa marafiki. Kitu mimi ni mtu ni mwepesi sana kukasirika, ni mwepesi kusamehe. Tukaanza urafiki kabla hata hatujafikisha miezi hata mwezi, akatembea na mwanaume mbele na kuambia sasa niendaga kumnyang'anya vitu. Ila bado nilisamehe. Ex wako huyo? Akakuzunguka yani? Akanizunguka kaenda kutembea naye, bado nikasamehe. Niliposamehe akaisha, nikaja kugundua yani mtu yote ambaye anakuwa karibu na mimi mkaka, yeye anahisi na date naye au huyo mtu akahisi huyo mtu ananitaka, anaenda kumfuata. Jojo ana mume wake na 1 2 3. Anaharibu. Afu sasa watu wanakuja kuniambia mimi nakaa kimya kwa sababu ni mtu ambaye niko nishampa kama niko namchukulia kama ndugu. Mamake anamuita mamangu hivyo. Sasa kitu ambacho kinifanya nisiamini marafiki wa TikTok, nimekaa naye, nimeishi naye vizuri. Mwisho wa siku nakumbuka kodi iliisha. Yeye alikuwa tulikuwa tunacheza mchezo huu mmoja. Yeye alikuwa kwanza kupokea. Nikamwambiaje? Kwa sababu hapa kodi maana kodi ya kwanza mimi nilipa mwenyewe. Nikamwambia hii ya pili kwa sababu tunakaa pamoja, wewe lipia, afu mimi nikipokea mchezo ndio kulipa hela yako kwa sababu hela yangu nilionayo hapa haitoshi, kwa tujazishia na kwako. Siku alipokea mchezo akaniambia naenda nyumbani kusalimia mara moja. Alipoenda huko akanipigia simu, bwana mimi ile hela aliniambia sijui mama wangu kasema sio nifanyie nini. Nikamwambia kile haina shida, basi niongezee shilingi ngapi? Niongezee 70 nilipia wifi. Akanikalia kama siku hivi tatu. Aliposikia nimepa kodi akataka kurudi, nikamwambia fresh, wewe rudi njoo. Sasa kabla hajarudi nikakuta na mtu ambaye alikuwa na date naye kipindi hicho. Akawa anatangaza kwamba ametembea naye, mimi ndo nimemnyang'anya. Kama umemnyang'anya mwanaume wake. Kumbe vitu ambavyo nilikuwa nafanya mimi anamwambia yule mwanaume, bwana kafanya hivi kafanya hivi. Mimi ile tabia sikuipenda, mimi sijui kukaa na kitu rohoni. Akawa snitch kwa hiyo. Sijui kukaa na kitu rohoni. Nikamwambia bwana kuna 1 2 3 sijapenda. Na ananijua.
akaanza kuposti vijembe status kwamba yeye ndo mimi ndo nakaa kwake, na kati yeye ile hali alikuwa anakaa kwangu. Kile kitu mimi sikukipenda, pia nikamfuata mama yake nikamwambia, mama, hichi kitu sijapenda, 1 2 3. Mama yake akaonekana huko upande wa nani, wa mtoto wake. Of course, yeah. Mimi nikasema anyway, mambo yaishi. Nikamwambia mimi yaishi, sitokuongelea, usiniongelee. Wakapita kwenye live ya ex wangu, ambaye nakwambia alipatwa, akaambiwa mambo. Nikawakuta mama yake alipanda akashuka, baadaye mtoto wake akapanda akaongea. Kwa hiyo ni mama na mtoto anakuchangia. Live nilikaliwa the bees kuanzia saa 4 mpaka saa 9. Nalala watu wananitumia, Jojo, mbona unatajwa kwenye live ya mtu fulani? Nikiingia kweli ni mimi tu mada. Nikamwambia jamani, guys, stop do this. Nikamwambia ni acheni kufanya hivi, sawa? Sitaki kuongelea, sitaongelea mtu yoyote. Kaishi kwa marafiki wa TikTok kutoka siku hiyo, mimi siwaamini kabisa. Yaani hata umjali vipi? Mimi yule nilikuwa namjali kama mdogo wangu. Na hamna watu wamekuja kujua kwamba yule sio ndugu yangu tulivyoacha urafiki. Mimi hadi majirani zangu kwa wanajua yule ni ndugu yangu, yule ni rafiki yangu. Yaani ni ndugu yangu, mdogo wangu. Hivi. Kwa hiyo inasemekana kwamba Jojo mnashare sana marafiki mabwana. Nani? Wewe. Kwamba akitoka na huyu ukiachana kachukua rafiki yako. Yaani kutoka naye huyu mnashare. Hicho kitu msende mbali na ukoo. Hapana. Hicho kitu mimi sijai kufanya. Na hisi sema ni vile tu hatuongee, mwenyewe anajua huko alipo. Mimi ni mtu ambaye nikijua kama wewe mwanaume umeshawahi kumtongoza rafiki yangu, kumtaka kwa namna yote ile, siku ambayo unakuja kumtongoza siwezi kukubalia. Kwanza nilikuwa na tabia moja, namuonyesha mbele rafiki yangu, huyu sio mwanaume, umeona, anatafuta. Kwa sababu hata kuna ex wake mmoja alimdm, kanidm na mimi. Baadaye wakadate. Mimi sio mtu wa kuchunguza DM. Siku nimepita nikaiona, nikamwambia hivi, lakini ni ya muda, sikuifungua, kwa hiyo haina shida. Kwa mimi ni mtu hata nikigundua umemtongoza rafiki yangu, afu kaja kumtongoza mimi, siwezi kukubalia, au yani sijawahi kukubalia, sijawahi. Hata kama umedate naye kipindi bado sijajiona naye, siwezi. Kisha naambia huyu hapa kisha kumtongoza, au huyu hapa tushai kudate, siwezi. Ila mwenzangu yule alikuwa ajuagi hizo. Yaani alikuwa ajui. Kwanza unaanza kukuta eti BFF. Wacha kuniambia ex wa rafiki yako. Eti BFF wako. Unaweza yani anajenga mahusiano karibu na makisi zako. BFF. Wewe ex unaweza kutoka out na ex wako. Yaani wewe ukatoka na rafiki yako, alafu rafiki yako akamuita mtu demo ambaye anajua ni ex wako. Unaweza? Mkakae sehemu moja mle. Na jambo linatokea. Yule alikuwa ashindi. Kwa hiyo ndio hivyo mara. Anapita nao au anashatoka kwenye UBFF? Nini? Anavuka, yani anaanzaga na UBFF, mwisho wa siku anakuja kuambia mbona mimi yule kati ananiita BFF kwa tayari shapita. Anaonja tunda. Alafu mimi ex zangu wale naongea nao. Kwa hiyo wananiambia bwana, mimi rafiki yako nilala naye tarehe fulani siku fulani. Kwa hiyo hadi marafiki zangu wa kiume wananiambia mimi siku amejua nina urafiki na wewe bwana. Aliniambia wewe kuna 1 2 3. Mimi nikamwambia si date na Jojo. Hiyo. Kwa hiyo mambo ni mengi. Nice. Mambo ni mengi sana. Marafiki wa TikTok mimi sasa siwaamini. Stories za watoto wasichana kuvamia DMs za mastaa. Either ni ma content creator, ma TikTok, kwa lengo la kwamba nikishakuwa nao nitaonekana na mimi ni star. Kwako imekaje? Au na wewe ushapitia kwamba ametafuta star fulani, unaona nimefika maisha? Kwangu hapana. Afu kwanza busy ukiangalia mimi DM. Sijui kwanza kumdm mtu. Labda msichana mwenzangu labda nimependa nguo, nitamtafuta hai mambo, nimependa kitu fulani. Sina tabia kwanza kumwanza. Kwanza sina hiyo hulka. Afu cha pili mimi kwenye account yangu sijafollow mtu ambaye hajanifollow. Yaani wewe ni status na nini? Sijafollow mtu ambaye hajanifollow. Account yangu nimefollow alone, follow back. Afu wengine ni marafiki zangu. Mimi sina hiyo. Yote nikufuate kwamba na mimi nitaonekana star. Hapana. Ila kwa wadada ipo sana. Na nasikia natembezewa sana mtandaoni. Ila kutembezewa. Natembezewa kwa sababu inaonekana kama na mimi nipo. Kwa sababu mimi sidhani kwamba mtu kuwa star ndio itakufanya na wewe star, au unadanganya? Kweli? Yaani ustar wangu sio ustar wako. Kabisa.
na mtu anaweza kawa staka kutumia na akakuacha hivyo hivyo bila kuwa star na wewe pia. Ndio. Hiyo inatokea sana kwa sababu hata nishaikuwa na watu wa karibu, marafiki zangu akina nani wanaopenda kuwa mastai, wanasema uchu wa ustar. Kwa mtu anaamua ngoja ni DM huyu, mwanamke unajua hawezi kumtamkia mwanaume kwamba anakupenda. Kwa hiyo kuna karibu atauweka, karibu mwisho wa siku amelala naye. Lakini mimi siamini katika mambo eti kwamba mimi nikidate na wewe ndo nakuwa star. Mimi naamini katika mipango yangu tu. Sijai kuamini eti kwamba eti nikidate na star na mimi nitakuwa star. Mambo yanakuwa hayaendi hivyo. Kwanza mimi naona kama najidhalilisha. Yaani kwanza ile nikianza kukufollow naona kama najidhalilisha mimi. Yaani mimi mpaka hadi star tunaongea sio na nini. Aidha tumekutana sehemu nyingine. Ila sio kwamba eti ni kufollow afu nikudia. Hicho kitu sahau. Aise. Umeshakuwa na ukaribu wa mastaa wengi. Tuseme wa content creator wanakufahamu na nini. Je, umepitia ile hali ya kutongozwa sana sana na hao ma content creator wanaotaka ukaribu na wewe? Mbali na kufanya nao kazi. Sana. Yaani kuhusu kutongoza ma content creator ni sana. Alafu nilichokuja kuamini ma content creator wanaamini kila mwanamke akimtaka kwa muda wote atampata. Kwa sababu ya namba alizonazo. Alafu hicho ni kitu ambacho sio kweli kwa Jojo. Mimi huwezi kunifuata. Mmoja alinifuataga. Hai mambo. Nikamwambia poa. Ni mtu anajulikana. Nataka tuje tufanye content. Nikamwambia content aina gani? Tufanye kama tuna mahusiano. Nikamwambia yani hiyo content ya mahusiano kivipi? Yani TikTok itambulike kama tuna couple. Mimi nikamwambia utanielekeza vizuri. Kabla sijakaa sawa. Nakamwambia hivi uone kwamba ukifanya content na mimi utafuata sana followers. Uwezi amini yule mkaka anatoka siku hiyo sijaijibu message yake. Yaani kuomba mimi nilikuwa natafuta followers. Ni kitu ambacho yani ma content creator wana imani sijui. Wengi wao sio wote. Wengine wanajiheshimu. Ila wengi wao wana mambo ya ajabu kwamba wanaamini followers wao wanaweza kumpata mwanamke kwa wakati wowote. Alafu wadada pia wanapenda kuamini kile ambacho ma content creator wanafanya. Kwa mfano content creator anapenda kuonekana na pesa lini, wanaamini wana pesa. Hamna watu wana njaa kama ma content creator. Njaa kali. Ma content creator oye. Mtu yuko razi atafute hela akakodi apartment. Akodi sehemu eneo, ashuti, aposti aonyeshe kwamba ana hela. Ilhali anapopaisha hapa eleweki. Hela zikiisha unamuona hayupo mtandaoni hata miezi 2 mitatu. Hebu tupe umbea. Kuna content creator ambaye ushawahi kumuona mtandaoni ukajua na hela kumbe live akakuta ohahe. Wengi wao mimi si ni marafiki zangu kama hata sinakwambia mimi shedeti na content creator kwa hiyo nawajua wengi wao. Kwa hiyo boyfriend wako ex content creator alikuwa ni maisha ohahe. Mimi nachoka. Mimi jamani sitaki kuongea sana lakini ni mtu ambaye watu wakimwona ni mtu akishua wewe content zake. Nahisi kama unazifuatilia wewe unamjua. Nahisi kama unafuatilia mtu akiona huyo mtu jamani simjui. Simfahamu. Nisisingiziwe. Simjui. Umjui. Simjui mimi wala. Hapo tena bende kamera ni nani? Sawa. Jamani wewe ex wa Jojo content creator wakishua sikujui. Kwa hiyo watu wakionaga hata comment zako ukisoma utasikia dogo akishua. Lakini sio kweli. Ni mtu ambaye anatafuta hela, anajitafuta na yeye. Anatafuta hela huko akishajichanga naye na huyo anko wake. Anapata zake, na wewe kidogo kimuonga. Kiukweli hela yangu kaila sana. Sio hela. Alikuwa hela. Mimi kwa hela yangu hali sana. Nanunua tu vitu. Sina kitu fulani na alishajua kabisa nikimwambia mimi napenda sana ndani papendeze. Kwa hiyo sina kitu fulani nikajua ni cha ndani. Nina uwezo nacho wa kununua na mpelekea. I see. Lakini hela yangu kwa ni mara moja sana labda sijala au akaunti yangu inasumbua naomba nifanyaje nikutumie namba ya kutolea lipa namba. Namtumia maskini. Katika mahusiano ambayo umeyapitia yote mpaka sasa hivi unayo. Unadhani ni kitendo gani katika mahusiano yako kilikuumiza sana? Yaani ni issue gani ulipitia ukasema haya mahusiano mpaka hapa ndio kweli? Yaani kitu ambacho nilipitia si dharau. Mimi nimepitia
kwenye yani mahusiano ambayo alikuwa anadharaulika sana. Anakuona kivipi? Yani anakuona mtu huyu anakuona kwamba hakuna pa kwenda. Kati ni kitu ambacho sio kweli, ni vile tu unampenda. Alafu siku hizi unajua ukihangaika unaonekana yule demu malaya. Yule demu hajatulia. Kumbe ni wao ndo wanafanya tusitulie. Kitu kinaniuma, unampa mtu heshima, unamheshimu, haufanyi vitu vya ajabu, yeye anafanya vya ajabu. Alafu kienda kumuuliza, unaambulia matusi. Kama sio kipigo ni matusi. Sasa yani mimi kwa najisikiaga mnyonge sana. Alafu mimi ni mtu ambaye siongeagi, nalia, lakini siku tukionana lazima niongee lidishi. Sasa na nikiongea mimi naongeaga kwa hasira. Kwa hiyo nampelekea mpaka atanipiga au atanipokea atanikana au mtu anakujibu unaona kabisa kafanya kosa. Mbona umefanya hivi na hivi na hivi, anakuambia kwa unataka kusemaje? Kwa hiyo ni dharau. Ndio hicho kitu yani kwenye mahusiano kigumu ambacho nishakipitia kwenye mahusiano. Ushakumpigania mwanaume? Kupigana kwa ajili ya mwanaume. Kiza mwanaume? Sijawahi kupigana, nishawahi kutukanana, kujibizana sababu ya mwanaume. Mbona unampenda sana? Unaweza kusema mwanaume wangu afu umpendi. I say. Vipi Jojo, ugomvi klabu? Mungu. Ugomvi klabu, labda unianzishia. Mimi sio mgomvi, mimi ni mtu wa matani. Wanaoenda klabu na mimi wanajua. Mimi nikilewa nacheza, nikishachoka napoaga tu, nikitaka kuondoka naondoka. Hilo kinichokoza tutasalimiana tu. Unadhani leo hii Jojo ungepewa muda wa kusema nirekebishe maisha yangu, ni nini katika maisha yako unakichukia kwako? Yaani utamani hiyo tabia uiondoe, unataka uiotoe. Yaani tabia kuamini kila mtu. Yaani natamani sana kama yani ningekuwa nitoe hiyo tabia kuamini kila mtu. Mimi nikimwamini mtu nampa nafasi maisha yangu. Na hicho kitu ndo kinafanyaga mara nyingi naumia. Sio kwa marafiki, sio kwa watu, sijui kwenye mahusiano. Kitu kinachofanyaga mtu anapokuja nampa, yani namwamini na nampa nafasi. Ndio hicho kitu yani maana ukipendi kuhusu wewe. Ndio hicho kitu yani sikipendi na ndio kinanifanyaga mara nyingi, yani sio kinanifanya, hisi kinatufanya kuamini watu, unajua unashindwa kuendelea. Kwa sababu kimwamini mtu utampa nafasi. Ukimpa nafasi maana yake kuna vitu atakavyokushauri utavifuata. Kwa sababu pia unamfungulia maisha yako, anakujua kwa ndani. Kwa ndio hivyo tu. Okay, wewe Jojo unadhani unapenda mtoto wako aige tabia zako ulizonazo sasa hivi? Mtoto wangu? Sitamani mwanangu aje aishi maisha ambayo mimi naishi. Kwa sababu gani? Sitamani kabisa. Yaani mtoto wangu basi tu, yani sitamani aje awe kama mimi. Kwa nini awe kama mimi? Sasa kwa nini usiwe proud? Sababu mimi natamani mtoto wangu awe kama mimi babake. Awe kama mimi kwenye kujiamini. Mimi mama yake anajiamini. Mtoto wangu akizaliwa ajiamini kama mimi. Nina mipango yangu. Mimi ni mlevi. Mimi ni mlevi. Sitamani mwanangu awe mlevi. Na sidhani kama kuna mzazi anakubali mtoto wake awe mlevi. Utamani kuacha ulevi? Nani, mimi? Au bado damu kidogo inachemka kidogo? Nitaacha ila hivyo yani. Na sio kitu ambacho kinaniendesha sana. Mimi nakunywa tu kwa vibe. Kwa mtu akikwambia tu usiku saa 10 wao kuna kiwanja sehemu fulani hapo. Bolt una bolt chap. Matana nampigia simu kila saa kama mvua. Uko wapi? Kwa hiyo wewe kampani yako, marafiki zako wanao wote ni walevi? Wapo sio walevi, ila wengi wao ni asilimia kubwa ni walevi. Sio yani watu wa starehe marafiki zangu. Yaani iko hivyo, wapo walevi na ambao sio walevi. Wale ambao sio walevi ni watu ambao wananiambia gari Jojo toka uende da. Umekuwa mlevi. Lakini sasa mimi ulevi wangu watu ambao kinashindwa, yani mbona Jojo mimi ni mlevi la sifanani na walevi. Sio kwamba pombe inanipelekesha nisipokunywa sio nini. Mimi mpaka kwanza mimi kutoka mpaka niambie kwamba tunatoka au vipi. Na pombe nisipo yani kikaa tu ndani nimekula nimeshiba, hamna mtu alionikumbusha mambo ya pombe, naweza nikata miezi miwili sijani. Kwa sababu ni sio kitu ambacho eti useme ndio kinaniendesha. Katika ukuaji wako katika familia ya wazazi wako, natamani ni kitu gani ambacho kinakuumiza sana, ambacho kisha kutokea katika maisha yako kikakuumiza sana? Kitu ambacho kwenye familia yangu, yani maisha yako kwa ujumla kama Jojo. Siku ambayo babangu alifariki, ni siku ambayo niliumia sana kwa sababu
babangu alikuwa ni rafiki yangu. Vitu ambavyo siwezi kumwambia mama alikuwa anamwambia baba. Na hizo unaelewa, kuna vitu unatakiwa ongea na mamako. Lakini mimi nilikuwa naongea na babangu. Alikuwa karibu sana. Alikuwa ni mtu wa karibu, rafiki yangu, mshauri wangu. Ni mtu ambaye nilikuwa nikitaka chochote anajitahidi mtoto wake nipate, ili nisije nikatamani vya nje. Kwa hiyo alipofariki niliumia sana. Yaani alipoondoka niliumia. Ila ndio hivyo sasa, Mungu ndo kampenda zaidi. Sasa unadhani mapenzi yanaweza kukuumiza kama kifo cha babako? Kwa sasa hivi hapana. Yaani kwa sasa hivi kwamba mtu wao kutaka nenda wewe nenda bwana. Yaani kwa sababu kwa hatua niliyofikia mimi sasa hivi mimi nahitaji sana heshima kwenye mahusiano, kwa sababu mimi ninamheshimu mtu nikipendana naye. Kwa hiyo siwezi kusema eti niachwe. Yaani kifo cha babangu unafananisha na kuacha. Okay, katika maiksi zako ambao unao wote. Kwa nani ni bora? Aliyoko sasa hivi ni bora. Huyu ni ex mpenzi wako? Mpenzi wangu. Aliyoko sasa hivi ni bora sana. Kwa nini bora? Nini anakuwezea? Deserve. Nikajua anakuwezea. Alafu ni mwanaume. Mwanaume wangu mimi ni mwanaume, unajua. Kivipi yani? Yaani ana deserve, anaelewa kwamba bwana, mimi huyu ni mwanamke wangu, ananipa heshima yangu kama mwanamke wake, anaelewa majukumu yake. Yaani ni anajielewa, sio mvulana, ni mwanaume. Jojo una miaka mingapi? 19. Umepitia mambo yote hayo? Jamani, ni mengi 19. I see. Katika ushauri wako kwa mabinti ambao wako TikTok, ambao wana ule ubesti na nini, kipi unaweza kuwaambia? Wasipende sana kujiachia kumweleza rafiki wa ambao amekutana naye TikTok. Haujuani, yaani umekutana naye kubwani. Sijaamini kujiachia kumwelezea kila kitu kama bado hujamjua zaidi. Watu wanabadilika. Utakuja kuyakuta yote, ndio utakapokuta pale video imeandaliwa kabisa, unaongelewa wewe, unaanza kujua kwani huyu ni mimi. Yaani hivyo, yaani usijiachie haraka. Amchunguze, amjue, iseme wasiwe marafiki. Urafiki unaruhusiwa, chunguza, mfahamu vizuri. Ndio sasa kama mtaamua wenyewe kuanza kuambizana, it's okay. Yeah. Christmas inakaribia. Christmas iko njiani. Bado kama siku 3. Siku 2 tuseme kuelekea sikukuu za Christmas. Una nini la kuambia familia yako, mashabiki wako, marafiki zako? Nawapenda sana familia yangu. Napenda sana marafiki zangu. Yaani nawapenda watu wote wa karibu kwangu. Unaona kabisa marafiki zako unaona sasa hivi utavuka nao 2026? Navuka nao wote. Hawana kipengele marafiki zangu sasa hivi. Kipengele. Hawana kabisa. Neno moja kwa baby wako kwenye kamera. Nampenda sana mwanaume wangu jamani. Kwa hiyo uko taken? Uko taken? Sipo single. Jojo hayupo single. Akikwambia uko single kataa. Kataa kabisa, vunja hiyo roho ya kutapeliwa. Asikutapeli, aka nikalevi nikataka. Yes, bwana, ulikuwa nami leo katika The Pod Chat na Jojo. Tumeongea machache lakini ni mengi kwa namna fulani, kuelezea namna gani marafiki, mahusiano yalivyompelekea mpaka maisha yake yalivyo hapa. Rafiki kula maeksi wake, katafuniwa. Anachoka. Lakini pia kaeleza jinsi namna ambavyo bwana ni mwanamke wa kwanza kumuonga mwanamume na kwenda kumnyang'anya vitu. Unanichonganisha. Alinyang'anya vitu mwanaume. Kalisema mwenyewe hapa alinyang'anya vitu mwanaume. Kwa hiyo nyang'anya, nilichukua changu. Ndio alinyang'anya. Kwa hiyo ni superwoman kwa kweli, superwoman of 2025 mpaka siku nyingine bwana. Sina la ziada. Nyuma ya kamera ilikuwa ni FL Studios. Wanapatikana hapa Sinza Makaburini. Ukiandika tu FL Studios ndani ya The Boat unaitwa mpaka moja kwa moja. Sina la ziada mpaka siku nyingine. Jina langu ni Christopher Joseph the Bees.